kiza wenzetu, because that is how we can show love to each other. Lazima kwanza tushughulikie ile mizigo ambayo tunaibeba. Kuna msomi mmoja anaitwa Freud, wale ambao umesoma saikolojia umepitia mambo yake, anasema ya kwamba a man with a toothache cannot be in love. Kwa hivyo ukiumwa na jino hauwezi kujua kupenda. So lazima kwanza ushughulikie lile jambo ambalo linakusumbua. Ndio maana Mtume Paulo katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka 7 anasema ya kwamba let us cast away our hearts, our burdens, our anxieties to God who cares. So if you are hurting, you will always hurt other people and you will not be in a position to listen to them. That toothache will not allow you to notice the pain of other people. Hiyo ndio shida leo, kwa sababu watu wako na mambo mengi. Unajua ukiwa na shida, sijui kama umewahi kuumwa na meno. Mimi nimekuwa na shida ya meno kwa miaka mingi, from the time I was 10 years old, na karibu next week I'll be turning 50. So hiyo miaka yote nimekuwa na shida ya meno, hata leo niko na shida ya meno. Na ukiwa unaumwa na meno, you can't notice mtu mwingine ambaye ana shida, kwa sababu ile utaona yako ni ile lako ambalo linakuuma. Mtu hawezi kukuambia kwamba anaumwa na kichwa ama ana njaa anataka umsaidie. Jambo ambalo unaleta kwetu ni kwamba ni lazima kwanza tujishughulikie shida zetu, kwa sababu watu wanakuhitaji wasikilize. That is very important. As you wake up every day, if you are alive, know that there is someone, if you listen to them, kama ukipata nafasi wasikilize, watasikia kupendwa, they may live one more day. They might do better when they find someone to listen to them. Because if you don't work on your issues, you'll always filter everything watu wanakuambia through your problems. Ndio maana siku hizi unaenda kuambia mtu kitu anaruka. Unaenda kwa duka ya mtu kununua kitu na anakuwa mkali na unashindwa ulifanya makosa kuja kununua. Ni kwa sababu kila kitu ambacho unamwambia anakipitisha kwa kichungi cha shida zake, kwa sababu hajashughulikia shida zake. Tafadhali wacha tuchukue shida zetu kwa Bwana. Kuna shida zingine hatuwezi kutatua wenyewe, ndio maana Mungu anasema tulete matatizo yetu kwake kwanza, so that we can stop reacting defensively when people are talking to us. Leo ni vigumu sana kupata mtu ambaye atakaa akusikilize. Nilikuwa naambia watu wengine, hasa sisi wa Kisii, tuko na shida sana kwa kusikiza. Hakuna mtu anaweza kuongea amalize. Mtu mmoja akianza kuongea pia karata yangu yanko weke uya ochobo. I think as a community we need to pray for ourselves that God gives us grace. Because in other communities mtu atazungumza even for an hour and others will be listening. Akimaliza ndio mwingine azungumze, lakini sisi hatuna mtu. Na vile sasa shida zimekuja, ukianza kuzungumzia mtu anaanza kuwa defensive. Ukianza kumwambia shida yako ulikuwa nayo, na yeye anakuambia unajua mimi ndio niko na shida zaidi, mimi ndio nafaa nifanyiwe mchango. Si umsikilize kwanza. And let us cease to give our opinions, forcing your opinion on other people. Give them time to speak first. Let me give you a few guidelines that can help you to be a good listener. Nimekuwa nikiomba sana kwamba Mungu atusaidie tuwe na watu who can listen to other people, especially in our families. Watu siku hizi hawana mtu wa kusikiliza. I was talking to someone yesterday, akaniambia anaenda paka Nakuru kutafuta mtu akitaka kuzungumza, kwa sababu hakuna mtu
ambaye atamsikiliza, because wengine atawaambia, watamjudge, watasema wewe pia wewe unafikiria namna hii, wewe uko na shida kama hii, tulifikiria wewe hauna shida. Ama wengine wanamwambia vile wanavyotaka. So I hope you remember one or two of them. Number one, if you want to be a good listener, learn to listen to both content and feelings. Because watu wengi, when we listen to people, we are only listening to content. Wanasema nini? Hatujali kusikia wanahisia gani. Kama mtu anasema anataka kuacha kazi, anataka kuacha ndoa, anataka aache biashara, what kind of feelings are they expressing? Are they feeling hopeless? Are they feeling like they have been rejected? Are they feeling they are disappointed? Like this thing is not working, I may never succeed? So don't just listen to words. Also learn to listen to the feelings. Secondly, when you listen with your eyes and your hearing will be improved. Watu ni wachache sana wakizungumza wanaangaliana macho kwa macho, keeping eye contact. Tumekuwa na mambo mengi, tumeumizana, tumegombana, tumekoseana, we have betrayed one another, that it becomes so hard for us to keep eye contact. But we need to reclaim it. Kama kuna kitu ambacho kinafanya tusiweze kuangaliana macho kwa macho, wacha tukizungumzie, tusameane, so that when we talk to each other, tunaangaliana kwa macho, because that is how we can improve our hearing. Na unajua sisi wa Afrika tunafundishwa kutoangaliana watu wakizungumza. Kama mzazi anaongea, mtoto anatakiwa angalie kando. Sasa I think vitu zingine hazisaidii sana, because we keep eye contact when we are listening. Thirdly, listen for their interest, not just your position. Unaposikiliza mtu, nyingi tunajifikiria sisi, sio yule anayesema. Wacha yule anayesema awe ndiwe wa maana. Na kumbuka, tunapofanya mambo haya yote ndio njia tutaonyeshana upendo. Nikimalizia, I want to say that you cannot listen and remain the same. If you learn to listen to people, your life will change. Maisha yako yatachukua ule mkondo ambao hauwezi kufikiria. Na nataka nikupatie mfano katika Biblia, ndio nataka kumalizia. Hadithi ambayo inapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 24. From 1 Kings chapter 17 verse 7 to 27. Kuna watu hapa ambao wanazungumza wawili, and I want you to follow their conversation. Mmoja ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elijah. Amefanya miujiza na amekimbia nyumbani. Mungu amemchukua mahali, amempatia maji, amempatia chakula. Lile birika likakama na ndege wakaacha kuleta chakula. Mungu akamwambia aende Zarephath. Kuna mwanamke ambaye amemwandaa ambaye atamlisha. Elia akaondoka safari mpaka akafika Zarephath. Na anapofika Zarephath anakutana na huyu mwanamke ambaye Biblia inamuita mwanamke wa Zarephath. Na wanapoanza kuzungumza, nataka uone umuhimu wa mazungumzo. That if you listen, you cannot remain the same. Your life will be transformed. Your positions will change. You will begin to look at life differently. You will become better. You will be able to show love. So walipokutana, Elia anaambia huyo mwanamke, mama, enda unipatie maji ninywe. Yule mwanamke anasikiliza, anatoka akienda kumletea maji. Anapoenda tena anamwambia, hebu kidogo mama, pia unipikie mkate uniletee nile. Yule mwanamke anamwambia,
mtumishi wa Mungu, she protests. Anamwambia kwamba chakula nilicho nacho ni kidogo, ambacho kwa sababu nina unga kidogo na mafuta nitapika nile na mwanangu nife. Ndipo mtumishi wa Mungu anamwambia ya kwamba pika nile kwanza, halafu kutakuwa na chakula cha kutosha, utakula mpaka mwisho wa wakati huu wa njaa. Kitu ambacho nilikuwa nataka kusema nikimaliza ni kwamba tukijifundisha kusikiliza, we will be moved by compassion. We will feel for people. Tutaweza kuwasaidia watu, tutajua ni nini